Sasa kijana wangu. Naam mjomba. Nimekuita hapa kwa lengo moja tu. Ni kwamba wewe umempenda binti yangu. Sikutaka kuita watu wengi sana hapo wafahamu nilichokutia. Lengo kuu ni kuweka makubaliano ya mahali. Mahali? Sasa mjomba, ninavyofahamu habari ya mahali, kama mimi nimempenda binti katika familia fulani, wazazi wangu ama kama sina wazazi, nitatafuta wazee ambao watakuja katika familia ambayo nimempenda yule binti, ndo wanasemezana. Kwa nini mimi ndo nije tuelewane mahali? Hilo nalifahamu. Na nimekuta makusudi mazima nikiwa hilo nalifahamu. Mahali ninayohitaji mimi, sihitaji pesa au sijui nini. Sasa mzee, kama utakuwa hauhitaji pesa, na jinsi ambao unavyofahamu jamii nyingi, pesa ndo mara nyingi ni huwa ni kiambatanisho cha makubaliano kama mahari, licha labda ya kuwa mifugo na vitu vingine. Sasa unataka nini? Swali lako zuri sana kijana. Mahali ninayohitaji mimi ili nikuposeshe binti yangu, nahitaji bangili. Halo mjomba. Shikamoo. Sijambo, habari za hapo nyumbani? Magonjwa tena? Nani anaumwa wewe mjomba tena? Sasa mjomba, jana kuna mtu amenipigia simu na rafiki yangu, akawa ameniambia nimwazime pesa. Kwa nini nimemwazima shilingi 400,000. Kwa niliomba univumilia akinirudishia pia na wewe nikupatie, au nivumilie ndani ya siku 2 nipambane katika harakati zangu. Nikifanikisha na kutumia mjomba. Hata usijali kabisa mjomba. Haya. Mke wangu Sakina. Abe mume wangu. Umetoka kisimani? Ndio mume wangu. Pole. Asante. Pole na kazi mke wangu. Asante, pole na wewe. Asante, ila mimi leo nimerudi mapema kwa sababu nasikia mwili hauko sawa. Hapana. Hivi mume wangu, hayo unayoyafanya unaona uko sawa kweli? Vipi tena? Mbona ghafla tumebadilika? Kuna mtu umegombana naye kisimani huko? Huyu uliokuwa ukizungumza naye kwenye simu kwamba unamtumia 400,000 ni nani? Bangili? Bangili ndio. Hizi bangili wanazovaa wanawake? Hapana. Sio bangili unazozidhani wewe. Hizo bangili unazozihitaji anazimiliki dada yako. Mdogo wangu? Ndio. Ambaye Gracia? Ndio. Mbona sijawahi kumwona kama amezivaa? Fanya uchunguzi wa kina zaidi. Utazibaini anazo. Sawa. Mimi nitajitahidi. Basi kwa kuwa umesema hivyo, nimpatie siku kadhaa. Nikishakwisha kufanikiwa, basi nitaleta, kwa kuwa ndio umetaka kwamba iwe mahali. Basi nitaleta hizo bangili. Basi kutimiza hayo, nafikiri patakuwa hakuna shaka kabisa yote. Nitakukabidhi binti yangu, utaishi naye kama mkeo. Sawa mzee wangu. Nimekuelewa sana. Ila kuwa tu mvumilivu, kwa sababu umeshakwisha kuniambia kwamba mdogo wangu anazimiliki. Basi nitajitahidi kufanya uchunguzi na ili tufanikiwe. Basi sawa, ilikuwa ni hiyo. Sawa, basi mimi naona na muda umeenda kidogo. Sawa. Nirudi nikafuate majukumu yangu. Basi vizuri, karibu sana. Asante. Karibu tena. Asante. Zingatia hilo nililokuambia. Asante. Nilikuwa naongea na mjomba wangu.
ana shida, mke wake ni mgonjwa, yani mkamjomba wangu ni mgonjwa. Kwa aliomba pesa nimsaidie ili ampeleke hospitali. Lakini sio kwamba nimemtumia. Ndio maana nikawa nimemwambia kuna rafiki yangu jana amekuja, alinipigia simu kwamba nimwazime pesa. Nikawa nimemwazima 400,000 na sio kwamba nimemtumia. Kwa hiyo nikawa nimwambia nivumilie, akinirudishia naye pia nimwazime au anivumilie ndani ya siku 2 nikapambane, nikipata nimtumie. Yaani mume wangu, yaani mjomba ndio unataka kumtumia 400,000, si ndio? Hivi mume wangu, ina maana ya maisha unayoona tunaishi ndani yako sawa? Mke wangu nielewe. Sio kwamba nimemtumia pesa hiyo. Bado sijamtumia. Halafu mbona unavaa vizuri, unakula vizuri? Ni ndani ya pesa hiyo hiyo mke wangu. Yaani mjomba 400,000 mjomba, si ndio mume wangu hivyo? Si ndio? Haina shida. Sasa unaenda wapi? Naenda kumalizia ndoo iliyobakia kisimani. Sawa. Shemeji habari? Sijaziandika. Kivipi sasa shemeji? Shemeji, naomba unisikilize kwa makini. Acha kuifuatilia familia yangu. Asa familia yako nimeifuatilia wapi? Nipisho. Duli vipi? Swali misha vipi Diki? Safi kwema kabisa. Poa tukae. Sawa, mbona shemeji kawaka? Unajua mambo tena ya wanawake, wewe achana naye huyo. Tukae. Kuna kukaa basi. Kichobaki ni kwenda kwenye mishe yetu. Basi sawa, ngoja niweke kisimu changu chaji. Basi poa. Mbili za pangoni, bangili, tamaa, majonzi, hasira na huzuni, vikikwisha jaa ndani yako, unaweza fanya baya lolote. Mdogo wangu. Dada. Kulikoni? Maisha mimi nimeshachoka dada. Mdogo wangu. Huyo ni mtoto mdogo sana. Huwezi kaondoka kwa ajili yake. Nisikilize mimi dada yako. Dada, nimeshavumilia mambo mengi sana. Lakini nimeshindwa. Sawa mdogo wangu, kumbuka sisi tuko wawili tu. Na usimsikilize kabisa huyo mtoto. Hawezi akasababisha wewe kaondoka hapa bila hata kuaga. Mimi ni dada yako, kaa ukijua. Mama. Mjomba. Rudisha begi ndani kaka. Tumesahau tamaduni zetu kwa kufuata mambo ya kisasa. Gracious. Njoo hapa. Unafanya nini huko chumbani bwana? Nilikuwa natafuta chanuo. Lakini umesuka majuzi tu hapa. Unataka kwenda wapi tena? Unakuwa na changamoto nyingi kweli yani. Nataka kikazurule. Sitaki hivyo. Sasa nikupatie pesa. Uelekee sokoni. Kachukue 1.5 kilo na mafuta eti. Sawa? Wewe vipi? Shida ni nini? Naona tu. Kumbe ni soda umejificha. Nilikuletea, sema tu wewe mwenyewe unakuwa na shida hapo, unazurura sana. Siwe mengi sana. Fanya kitu moja. Leta hiyo glasi hapo. Babu, tunataka kulalamika tu, kulalamika haina shida. Lete pale, kitu glasi kile cha basi ni blue. Ndio. Na ulivyo na fla macho amekuta. Yake ya Mungu hatari. Kagua. Sasa nije nilete vitu vingine vya thamani na ukague. Tutaonana wabaya. Kani paka yote.
Mimi najiwekea humu. Hii ni soda nzuri kutoka Dubai. Wewe yani hauwezi kutumia. Natumia mimi. Sawa? Hii hauwezi kuihimili. Sawa. Nataka kutumia. Wanaondoka au? Masina kuuliza wanaondoka. Tole kelele. Mjomba. Ndo naondoka. Mdogo wangu, usimsikilize, huyu ni mtoto. Tena wewe. Mtetea kaka yako mama. Ondoka mjomba. Kaka, ingia ndani. Yaani dada, sema tu nakupenda sana dada yangu. Mpenda. La sivyo mimi ningeondoka kweli. Mume wake au? Ni kweli kaka yangu, sababu tupo wawili. Usimsikilize huyu mtoto. Huyu bakili bado ya kitoto kabisa huyu. Hii ni dunia, itamfundisha na yeye. Na yeye itamfundisha. Si mjomba, mama. Kalipyoto umezidi kila kona, utakuta huyo akiongea lake, mpaka wazee utakuta wakinong'ona, yani mpaka vidume wana mambo ya kike. Tumesahau tamaduni zetu kwa kufuata mambo ya kisasa, tumesahau matambiko yetu kwa miungu batiliona, tunavyosota bangili mbili za pangoni, bangili. Kunywa haraka afu uende. Nenda. Sina kuagiza lakini. Nimekumbuka. Kuna chokoleti nilileta siku fulani hivi. Sema unazurura sana. Chocolate ka. Sasa fanya kitu kimoja. Nenda hapo kwenye lile begi niliweka pale, zipu ile ya nyuma pale. Ukikosa hapo basi unaangalia zipu ya pili. Sawa? Umekosa zipu ya kwanza? Hapana, endelea kutafuta kwanza. Angalia kwenye zipu ya pili. Umepata? Kaka, zipo. Sasa kama zipo zimeenda wapi? Haina shida kama utakuwa umekosa, sawa? Njoo tu, haina shida. Kaka, naweza kusema kwa muongo. Hamna bwana, mimi toka lini nimekuwa muongo? Tumia hapo. Kaka, imeisha. Nataka nikupe tena. Sawa. Nakupa unywe haraka haraka uende sasa. Unalitia tu kama maji. Kaka. Vipi? Vipi? Kichwa? Kichwa kinaniuma. Na shida gani?
Unaniona? Ha? Sikuoni. Shida nini? Gracia. Gracia. Wengine wanauza ndugu zao jamani, ili wazitimiza tamaa zao. Pengine wangefanya mambo mema amani, ningetamalaki ndani ya mioyo yao. Vitisho vinaweza kuyatikisa maisha yako. Ufujaji ukikuzidi, maskini na tabu ndo vitakuwa vyako. Kalipyoto umezidi kila kona, utakuta huyo akiongea lake. Paka wazee utakuta wakinong'ona, yani mpaka vidume wana mambo ya kike. Tumesahau tamaduni zetu kwa kufuata mambo ya kisasa. Tumesahau matambiko yetu kwa miungu batiliona, tunavyosota bangili mbili za pangoni. Bangili, bangili, bangili mbili za pangoni. Bangili, bangili. Wengine wanauza ndugu zao jamani, ili wazitimiza tamaa zao. Pengine wangefanya mambo mema amani, ningetamalaki ndani ya mioyo yao. Vitisho vinaweza kuyatikisa maisha yako. Ufujaji ukikuzidi, maskini na tabu ndo vitakuwa vyako. Kalipyoto umezidi kila kona, utakuta huyo akiongea lake. Paka wazee utakuta wakinong'ona, yani mpaka vidume wana mambo ya kike. Tumesahau tamaduni zetu kwa kufuata mambo ya kisasa. Tumesahau matambiko yetu kwa miungu batiliona, tunavyosota bangili mbili za pangoni. Bangili, bangili.